Bwana mkuu, nimekuja kuhusu ile swala ulifanya za kupata hela. Bwana mkuu, mafanikio madogo kabisa, jinsi ninavyozidi kwenda wanakuwa maskini kabisa. Sawa, tulikubaliana na nikakupa masharti. Je, masharti hayo uliyazingatia yote? Nafanya. Kuna sharti moja kijana hujalitimiza. Ulipaswa umtoe dadako kafara. Ulifanya hivyo? Dadangu kafara? Ndio. Si unahitaji utajiri? Huyo ni ngumu, kwa sababu hizo pesa nataka nitumie na dadangu. Kama unahitaji utajiri, kwa nini unakuwa muoga kijana? Pesa hazipatikani kiurahisi kama hivyo unavyodhania. Inapaswa utoe kafara ndio upate kile unachokihitaji. Nakupa msaada wa mwisho. Unapaswa umtoe dadako kafara. Ukishindwa kufanya hivyo, basi mimi na wewe hakuna msaada tena. Sawa? Sikia maswala ya utajiri. Nimekuja kwako nahitaji pesa. Sawa kijana. Mimi ni kweli natoa utajiri na ninasaidia baadhi ya watu mbalimbali. Na huwa napenda vijana wenye ujasiri na moyo kama wa kwako. Hata huyo kijana ambaye umemuona akaondoka, kaka yake nilimsaidia. Na sasa hivi ana mafanikio makubwa tu. Hivyo basi, yeye amekuja kwa ajili ya kunipa shukrani zangu. Kwa hiyo kijana, kama unahitaji utajiri na uwe na moyo wa ujasiri, pesa hazipatikani kiurahisi. Kuna masharti kijana. Utayaweza masharti? Niko tayari kwa masharti yote yale. Tayari. Basi kama utayaweza masharti, nitakusaidia na utafanikiwa kama kijana mwenzako alivyofanikiwa. Sawa. Sawa. Wewe sawa? Uko sawa? Hamna dada, niko sawa dada. Haya, ingia ule chakula tayari. Sawa dada, nakuja dada. Maria. 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 Wewe. Maria. Maria. Mungu wangu. Maria. 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 Nimekuja kukupa pongezi kwa kazi yako ulionifanyia, nipa hela za kafara. Kwa hapa kijijini sasa hivi mimi ni mkuu sana. Namiliki magari, namiliki nyumba. Sasa mkuu, nitakuja kuangusha. Sawa bwana Chonjo. Mimi nimefurahi kwa kafara ulioitoa na nakuahidi kwamba utafanikiwa zaidi ya hapo. Endapo tu utazingatia masharti na utayafuata, utajiri utaongezeka na utakuwa bilionea katika hiki kijiji.
Kikubwa ni kuzingatia tu masharti. Sawa bwana Chonjo? Mkuu, swala la sadaka sio na shaka mkuu. Kwa hiyo atakayepita mbele yangu anayestahili kutoa sadaka nitamtoa mkuu. Isitoshe mkuu, hela zako zinanifanya hapa kijijini nionekane doni. Sawa kijana, mimi nimependa ukarimu wako na ukweli wako. Unapotoa kafara, unapozidi kufanikiwa. Salama salama. Vipi hali? Salama, kwema. Kwema. Mkuu, shatimiza yale masharti ya kutoa kafara na nimemtoa mjomba wangu. Mjomba wako? Ndio mkuu. Mbona haipo kwenye makubaliano yetu? Makubaliano umtoe dada yako kafara na sio mjomba wako. Kwa hiyo kafara ulioitoa mimi siijui. Uijui kwa nini mkuu? Bwana Chonjo, no, tutaongea vizuri, nitafute. Jana tafuta muda tuongea vizuri. Kona maumivu, moyo wangu naumia, penzi sina imani, nafsi yangu inaumia. Kila kona maumivu, moyo wangu naumia, sina imani, nafsi yangu. Mjomba, umeamua kunitoa kafara kwa tamaa ya pesa. Sasa utavuna ulichokipanda. Kwa hili nitalipiza kisasi. Na maisha haya, acha nampa mjomba wangu kafara, kuna kanitapeli, yani sielewi yani. Sawa. Umefikaje hapa? Basi kujua nimefikaje. Kwa nini unawaza mambo hayo? Basi kuwaza mambo hayo. Ulipewa sharti utoe kafara na ukufanikiwa kufanya hivyo. Ulipaswa umtoe dada yako, umemtoa mjomba wako. Umekosea masharti kijana. Sasa basi, kwenye hiki kikundi chetu, mtu ukishaingia upasi kutoka. Na ukitaka kutoka, aidha utoe kafara au wewe mwenyewe ukuchukue kafara. Hakuna utajiri unaopatikana kirahisi. Bwana sawa. Kuwa makini. Jana nimekuita hapa ndio je nikuhakikishie ile mazungumzo tulioongea. Muona mafanikio mimi niliokuwa nayo hapa. Namiliki nyumba, namiliki gari kama hizi. Sasa kikubwa ni kuzingatia masharti ya mkuu. Hata mimi pia natamani niwe kama wewe. Sipendi niwe kwenye hali kama hii niliokuwa nayo ya umaskini. Nataka niwe na pesa na magari, nyumba, niheshimike na mimi. Kijana, kikubwa ni kuwa na moyo wa kijasiri, kuzingatia maneno mkuu aliyokueleza
uweze kumiliki mali kama hizi kijana. Na tukitoka hapa tuelekea hapo juu, mtaa Mchikichini hapo kuna nyumba yangu nikakuonyesha. Sawa, nakushukuru kwa ushauri wako. Nimependa sana maneno yako. Sawa. Haina shida, tuelekea hapo nyumbani ukapajue napo. Hakuna shida. Haya. Vipi kaka? Fresh inakuaje? Kama kawaida. Hakika. Fresh. Namna gani? Mambo anasemaje? Fresh. Mbona sasa hivi mwanangu onekani kazini mwanangu? Ndio hivyo mwanangu, ndo kama hivyo naanza kuamka saa hizi. Pole ndugu yangu. Asante sana. Pole sana. Sema ndo kama hivyo, unajua kila nafsi itanjua mauti. Jamangu nilikuwa nampenda sana. Ani kifo chake imeniumiza sana. Na msiba mwingine vipi umepata? Msiba gani tena? Sawa, ina maana unajua kama dada yako amefariki? Dadangu? Kila kona maumivu, moyo wangu naumia, penzi sina imani, nafsi yangu inaumia. Kila kona maumivu, moyo wangu naumia, nafsi yangu inaumia. Mkuu! Jitokeze popote ulipo. Kwa nini muone dadangu? Mimi sijamuoa dada yako. Dada yako kafa kwa mipango ya Mungu, na mimi sijamtoa dada yako kafara. Ninachotaka, namtaka dadangu. Bwana, mambo vipi? Naitwa Kifimbo Media. Niseme asante kwa wewe ambao umetazama short film hii, ila tu nikwambie mwisho wa kipande hiki ndo mwanzo wa kazi nyingine nzuri ambayo tunaiandaa kwa sasa. Pia nikutoe hofu kwa wewe ambaye unahisi kwamba Kifimbo Media itatoa kazi ambayo haina maadili. Nikwambie tu kwamba sisi kazi zetu zinakuwa na maadili mazuri, unaweza kutazama na mtu yoyote ule sebuleni kwako. Pia nikuombe radhi kwa kutoa hiki kipande kifupi. Kuna changamoto tu zimejitokeza, ndio maana umeona kazi hii haijaweza kuendelea. Mimi niseme asante, endelea kusubscribe na kushare na kucomment kwenye akaunti yangu ya Kifimbo Media. Asante sana.